Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya channel yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika channel hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752 73 25 15. Baba Sam the King. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii siyo simulizi nyingine, ni simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya 14. Mtoto Yatima ni simulizi ambayo inamhusu binti huyu wa kuitwa Shola Dismas, ambaye alianza kuwa na maisha magumu baada ya wazazi wake wote wawili kufariki kwenye ajali mbaya sana ya gari. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, pia chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo moja kwa moja ukawa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata maoni yako. Karibu sehemu ya 14 ya simulizi hii. Tuendelee kuidadavua na kuangalia maisha ya binti huyu wa kuitwa Shola Dismas, namna jinsi ambavyo yanavyoendelea. Yaani sikuwa kabisa na mawazo hayo, kama endapo siku unaweza ukanifurahisha kwa namna hii. Mimi nilikuwa tu ninawaza kama endapo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akakuongoza na ukakubali kubadilisha dini ili tuweze kuwa na nani moja. Unajua kuwa na imani moja
Sikiliza Shola, nikwambie, kuwa na imani moja huwa kunakuwa ni kuzuri sana. Sikuamini kama endapo ungeweza kukubali kufanya jambo kama hili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awe pamoja na wewe na uwe nasi. Tuendelee kuomba pamoja na kuomba dua mbalimbali ili maisha yetu yaweze kwenda sawa. Mimi mwenyewe mzazi wangu wa kike, yani Bi Saada, alishafariki, ambaye ni dada yake na huyu mamdogo Muamini. Lakini mzee Nasoro alianza kunitesa vibaya mno. Ndiyo maana mama huyu wa kunizaa, baada ya kuniona tu, moja kwa moja aliamua kunichukua na nikaanza kuishi naye. Huyu mama ni mwenye upendo sana na kukuleta wewe, ndio maana kaamua kukubali hata kama hautabadilisha dini, lakini alikuwa tayari kuendelea kuishi na wewe. Sasa ninashukuru kukusikiliza na kukusikia we mwenyewe ukitamka kwamba uko tayari kubadili dini. Sasa na mimi ninakuahidi nitakuoa insha Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala endelee kuwa na sisi. Ingawa tumefanya uzinzi, tumefanya uzinifu kabla ya kuingia kwenye ndoa, lakini hiyo yote ni kwa sababu sisi ni vijana na tamaa inawaka. Muda mrefu nimekuwa nikitafuta mwanamke wa kuoa, nikawa ninamkosa. Sasa nimekupata wewe Shola, na kuanzia leo wewe hautaitwa tena Shola, utaitwa Smaia. Umelikubali? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, moja kwa moja alisikia walipokuwa wakiwa wamekaa pamoja, alisikia tu tayari Shola Dismas akawa anapiga makofi, na moja kwa moja akawa anacheka sana na kufurahia hilo jina ambalo amepewa, kwamba hataitwa tena Shola Dismas bali ataitwa Smaia Dismas, kwa sababu babake ndivyo alivyokuwa, ni Mkristo. Kwa hiyo hakuna namna ya kuweza kubadilisha jina la baba yake. Kwa hiyo ataendelea kuitwa Smaia Dismas. Baada ya kupiga makofi hapa na pale na kuanza kufurahia huku akisema wewe, tayari hapo ndipo ambapo Amini ni kama mzuka tena ulimpanda wa furaha, akasimama. Baada ya kusimama, alivyomshika tu kama anataka kumsimamisha, akawa amegundua, akasimama, akamkumbatia kwa upendo, akampiga mabusu. Wakagonga tano pale za vijana, za kihuni, kupigana mikono kama wanakunja ngumi, wanapiga tano, yani hivi gonga tano. Nadhani mpenzi msikilizaji utakuwa unajua. Kwa hiyo wakagonga tano pale, halafu moja kwa moja Amini akachukua fimbo yake na kuanza kufungua mlango, akatoka nje baada ya kubadilisha nguo ambazo tayari alikuwa amepewa na huyu binti wa kuitwa Shola Dismas, baada ya kuziona kwamba hizo ndizo nzuri, akivaa na pendeza. Baada ya kutoka nje, akaenda moja kwa moja kukaa kwenye fomu ambayo ilikuwa nje kwenye gerere, yaani chini ya hiyo nyumba, karibu na msingi wa nyumba hiyo kulikuwa na kivuli ambacho huwa hakihami. Kwa hiyo ndipo ambapo walipoweka mabenchi, yani zile fomu zile za kukalia. Aliyaweka hapo Bi Muamini ili watu wawe wanakalia. Kutokana na kwamba kivuli huwa hakitoki, basi asilimia kubwa huwa wakiwepo mchana, kama hawajaenda kufungua mgahawa, walikuwa wakila pamoja chakula hapo hapo katika hizo fomu, ndo walipokuwa wanakaa. Kutokana na kwamba
kivuli chake huwa hakitoki wala hakihami. Kwa hiyo walikaa hapo, alikaa Amini bin Nasoro, akakaa pamoja na Shola Dismas wakiwa pamoja. Hatimaye wakaanza kupiga stori za hapa na pale. Hapo ndipo ambapo Ogena ndiye wa kwanza kabisa kutoka kule katika ule mgahawa, akawa anakuja. Anasikia watu wanacheka kweli kweli pale nyumbani kwao, wanapiga stori vizuri sana. Alivyokuja tu na kutazama vizuri, akawa kama mbea fulani. Shola Dismas alimuona, lakini hakujali kile ambacho kinachoonekana, bali yeye aliendelea kukung'uta stori nzuri sana za furaha na huyu kijana wa kuitwa Amini bin Nasoro. Hakutaka hata kuendelea kumtazama Ogena akiwa anakuja. Amefurahi kabisa, tena akamkuta ni mwenye furaha. Badala ya kuendelea kuwaza matatizo yote na nini, kumkuta pengine labda hana furaha, lakini alimkuta akiwa ni binti mwenye furaha kabisa. Akakuta kile ambacho walichokuwa wamekiweka kwamba endapo atakapofika Ogena, yeye ndo awe wa kwanza kabisa kukifanya, kuosha vyombo pamoja na kuinjika mbaazi ambazo walikuwa wanataka kuzipika sasa kwa jioni hiyo, ili baadaye waje wachambue mchele, wakune nazi, wapike kabisa wali wa nazi, wali ambao umechanganywa na mbaazi ndani yake. Sasa kuja kuangalia vyombo kakuta visafi, kuangalia jikoni kakuta mbaazi tayari zimeshainjikwa. Anakuja kuangalia tui la nazi tayari lipo kwenye chombo husika ambalo liko tayari kuwekwa. Kaangalia mchele kakuta umechambuliwa. Kumbe wakati wanapiga stori zote hizo, manake Shola Dismas alikuwa akifanya kazi za hapa na pale. Alikuwa ananyenyuka pale kwenye ile fomu, anaenda anafanya kazi hii, ikiisha anakuja anakaa kidogo, anatoka hapo anaenda tena ananyenyuka, anaenda kufanya kazi nyingine mpaka zote zikawa zimeisha. Kwa hiyo kilichobaki, manake mbaazi zikiiva, manake ni kuanza kuosha mchele na kutengeneza vizuri kwa ajili ya kupikwa. Hapo ndipo aliposhangaa. Amerudi nyumbani haraka haraka ili aje kufanya hizo kazi, lakini amekuta zote zimeshafanywa. Hapo ndipo ambapo alikuja moja kwa moja na kuanza kuzungumza huku akisema, kaka, mbona unazungumza na huyu Shola tena hata bila wasiwasi, na nimekuona unazungumza kwa upendo kabisa? Kuna nini hapa kati? Si tulikuwa tumeungana kabisa kwamba tuendelee kumchambua. Wewe umekuwa mtu wa namna gani wa kwanza kuzungumza naye tena bila hata aibu? Kaka, na wewe umeingia kwenye mfumo wa mama, si ndio? Mnanishangaza sana. Mnaendeleaje kuzungumza na huyu mharamaiki? Tena nimetoka hapa akiwa ni mtu mwenye mawazo mbalimbali, lakini eti nakuja hapa nakuta ni mtu kabisa ambaye ana furaha zake na anaendelea. Kaka, hata wewe sikukudhania kama ungekuwa kama mama. Kwa hiyo mimi ndo mnanitenga, si ndio? Mnanitenga na wauliza. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Amini alisimama akiwa ni mwenye jaziba kali, na hatimaye akaenda moja kwa moja na kumkamata Ogena. Baada ya kumkamata, alianza kuzungumza huku akisema, hivi we mdogo wangu, we una akili kweli wewe? Umefika umekuta mimi na huyo binti tunaongea, ndiyo,
lakini umefika na kuanza kuuliza kwanza kwa nini tunaongea, au ni kwa nini mimi nimemfurahia sana huyu binti kuwepo hapa. Unafika tu na kuanza kupiga kelele, hata uulizi kwamba ni nini ambacho kimetokea. Una akili kweli wewe? Ngoja nikuonyeshe. Ikiwezekana mama, hata kama kinifukuza sasa hivi, mimi na jicho langu tena ninajivunia kuwepo na huyu binti. Ungeuliza kwanza kwa nini Amini anaongea na huyu mtu. Ungeniuliza, sio kufika na kuanza kupiga makelele. Una akili wewe? Ngoja kwanza. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, alimuamba makofi mawili matatu ya ukweli, makofi yaliyojaa. Alafu baadaye akaanza kurudi ili aweze kukaa eneo alipokuwa amekaa. Na Shola Dismas baada ya kumuona, moja kwa moja akaja kumshika mkono na kuja kumkalisha. Kitendo cha kumshika mkono na kuja kumkalisha kilimkera sana Ogena. Kilichofanyika sasa, akaamua na yeye kutoka hapo alipokuwa amesimama, akatembea moja kwa moja mpaka kwa Shola Dismas. Yale makofi aliyowambwa na yeye akamuwamba tena Shola Dismas, ili tu wote wasiwe na furaha. Lakini Shola badala ya kulia alianza kucheka na kuendelea kumshangaa hapa na pale. Baada ya kunyenyuka hapo, alikuja akakaa mbele ya Amini bin Nasoro, tena akiwa anacheka tu. Amini alisimama tena kwa hasira moja kwa moja, ili anataka kwenda moja kwa moja hadi kwa Ogena ili aweze tena kumuamba makofi mengine. Ogena alikimbia, akatoka kabisa hapo nyumbani, akakimbia kabisa. Wakaendelea kuzungumza vizuri tu. Akaja akataka kukaa. Shola Dismas akamshika mkono huyu Amini bin Nasoro na kumkalisha. Baada ya kumkalisha, alitoka huko Ogena akiwa na hasira zake, akiwa nakuja, akiwa ameshikilia fimbo kubwa kweli kweli, ili aje aanze kumcharaza kaka yake, kwa sababu si anajua haoni. Kwa hiyo alikuja na fimbo moja kwa moja kubwa ili aweze kumcharaza. Lakini baada ya kufika pale, Shola Dismas alisimama akawa anamlia timing, aangalie hivi hiyo fimbo anataka mpige nani, kwa sababu yaani ameshakasirika kweli kweli, hasira iko hivi. Anajaribu kuangalia, je, atampiga nani? Baada ya kuja taratibu akitaka kuishusha kabisa ili aweze kumpiga, hapo ndipo alipojaribu kuishusha ili iweze kwenda kumpiga huyu kijana wa kuitwa Amini bin Nasoro. Huyu binti wa kuitwa Shola Dismas aliinua ile white cane ya Amini, hatimaye akaipeleka juu ghafla. Kwa hiyo ile fimbo ilivyokuja katandika white cane, hatimaye ile fimbo ikavunjika. Akajaribu kumuuliza kwamba hapo kuna nini? Yaani Amini anamuuliza Shola. Shola akasema, dada yako anataka kukupiga, na alikuwa ameshashusha fimbo kabisa ije kupata ya mgongoni, lakini nimekuzuia kwa kuchukua fimbo yako na kuiweka juu. Kwa hiyo alivyoshusha moja kwa moja kaenda kupiga hiyo fimbo. Amini alianza kuwa na hasira nzito zaidi kuliko hata hasira ya mwanzo. Akaanza kuzungumza huko akisema, kumbe we mdogo wangu unataka kuwa na vita na mimi. Hujanijua mimi ni mtu wa namna gani, si ndio? Unajaribu kuangalia upande wangu wa pili uone kwamba utakuwaje, si ndivyo? Sijawahi kukutendea kitu kibaya, lakini kwa leo mama atanisamehe. Subiri kwanza afike
alafu nimwambie haya yote unayojaribu kuyatenda? Kwa nini hutaki kuuliza kwanza? Mbona huyu kaka mwanzoni alikuwa anachukia, sasa hivi kwa nini anazungumza naye? Wewe huulizi, unafika na kuanza kufanya vitu vyako, matukio ya ajabu. Smaia, hebu achana kabisa na huyu Ogena. Akili yake ni kama haimo hivi. Haulizi, anaanza kufanya vitu vya ajabu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Ogena alipigwa kwanza na butwa. Kutokana na hasira alionayo, akaanza kushangaa, amemuita nani? Smaia. Huyo Smaia ni wa wapi? Ina maana atakuwa amekubali kubadilisha dini yao? Akiwa anaendelea kuwaza, hapo ndipo Muamini alipofika na kukuta kama vile Amini anafoka vibaya mno. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 14 ya simulizi hii Mtoto Yatima imeishia hapa. Tumemuona Ogena ametoka huko mgahawani moja kwa moja, akaja na akafika kuja kuangalia kile ambacho mama yake alimtuma akifika, akiwa wa kwanza kufika nyumbani akifanye. Akakuta kimefanywa na anamkuta Shola Dismas ni binti ambaye anabashasha kabisa, anacheka, anazungumza pamoja na Amini vizuri kabisa. Hapo ndipo ambapo alipoanza kuhisi kama anatengwa, kwa sababu yeye pamoja na Amini ndo walikuwa kwenye kuweza kumdhihaki huyu binti ili ajisikie vibaya na ikiwezekana aondoke. Lakini cha kuja kushangaa, anamuona kaka yake ni kama anamsapoti sana huyu binti. Amejaribu kufanya kila namna ya hasira, lakini mwisho wa siku mambo yanadunda. Hapo ndipo ambapo alipoamua kukaa na kuanza kumsikiliza nini ambacho atakachokizungumza. Kaenda kuchukua fimbo, kataka kumpiga Shola Dismas. Kainua ile fimbo white cane, fimbo za wasioona, maana yake ile fimbo ikaenda ikapiga kwenye ile fimbo ya wasioona, ikawa imevunjika badala ya kumpiga kaka yake. Alivyozungumza kwamba kuna nini, ndipo ambapo Shola Dismas huyu aliamua kumuelekeza Amini kile ambacho kinachoendelea. Na hatimaye ndipo ambapo aliposimama akiwa na hasira zake, akawa anaendelea kufoka kwamba kuna kitu kikubwa ambacho atakuja kukifanya, ila anamsubiri mama yake mdogo Bi Muamini aje ili aweze kumwambia namna jinsi ambavyo anataka kumwadhibu huyu mdogo wake. Sasa akasikia ametaja jina Smaia. Sasa hapo ndipo akapigwa na butwa na kuanza kushangaa, huyu aliyeitwa Smaia atakuwa ni huyu Shola? Amekubali kubadilisha dini au inakuwaje? Hapo ndipo Bi Muamini akawa amefika na kukuta hapo kwenye familia Amini huyu anafoka kweli kweli. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo ukawa mwanafamilia wa Baba Sam The King Tanzania TV channel, yani channel hii ukawa ni mwanafamilia. Pia tunachokuomba sisi usubscribe, like, share, comment ili uwe wa kwanza kabisa kupata video zinapokuwa zikiwekwa, simulizi zinapoingia, wewe unapata notification, unakuwa ni wa kwanza kupata simulizi inayokuwa ikiwekwa hapa na makala mbalimbali. Kwa tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako.
Kabla sijaondoka, ninaendelea kukumbushia, mwezi Novemba ni mwezi ambao channel ya Baba Sam the King Tanzania TV channel inatimiza umri wa miaka 2 tangu ianzishwe. Kwa hiyo una uwezo wa kuingia kwenye kinyang'anyiro. Kuna fursa ambayo ni ya kutafuta washindi, yani wale mabwana simulizi, bwana simulizi 2025 au bibi simulizi kama atakuwepo. Kwa hiyo kama unataka kushiriki katika mchongo huu, wewe tafuta hiyo namba ambayo itakayotajwa kwenye matangazo, mfate inbox ya WhatsApp Baba Sam the King, au mtumie message ya kawaida, au mpigie normal call, halafu uzungumze naye, uonyeshe uwepo wa kushiriki katika hilo zoezi. Ni maswali 10 yatakayokuwepo, ambayo pia utaulizwa kwa kupigiwa simu au kufuatwa inbox kwenye WhatsApp yako. Utakapoweza kuyajibu hayo maswali ya kisimulizi ambazo zinapatikana kwenye chaneli hii, ukijibu 5 ukaweza, wewe utakuwa ni mshindi wa pili. Ukijibu yote 10 utakuwa ni mshindi wa kwanza. Tunatafuta washindi 2 wakubwa ambao wanafuatilia simulizi. Kwa hiyo master simulizi ambao ni 2025. Kwa hiyo stay tuned. Kama unataka fursa hiyo isikupite, chukua namba kwenye tangazo utakalolisikia, endelea kufuatilia. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka hapo sehemu ya 15 ya simulizi hii, mtoto yatima. Tutaendelea kujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea. Ni kuage niseme kwa heri mpaka hapo sehemu hiyo ya 15 itakapojiri, niseme alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15. 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose.
Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.